Umuhimu sisi kama delegates kule mashinani, sisi ndio mashujaa wa baba, sisi ndio tunalinda zile ngome zetu. Na mimi nataka kuwatolea kongole kwa sababu Kilifi imekuwa ngome kubwa sana ya ODM. Hata kama kulikuwa na zile zilizotokea wakati ule, wakatipokonya viti vidogo moja kiwili, havikwenda mbali sana, lakini baba kura zake zilibaki vile vile intact. Kwa hiyo mimi nataka kusema nyinyi kama ndugu zangu, sisi tuwe kitu kimoja, ili tukirudi kule mashinani turegeshe tena wale watu wetu wote ambao walikuwa wamekosea. Kuna wale ambao wamekuja, tunawakaribisha. Kuna wengine watakuja pia vile vile, tunawakaribisha. Kila mtu anakaribishwa katika hichi chama, kwa sababu ODM ndio chama chenye demokrasia katika Kenya nzima. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka nimalizie kusema ya kwamba, na ninasema kama onyo, kwa sababu kuna katibu mmoja katika hii serikali, na yeye ni katibu wa kudumu, anaitwa Raymond OMOLLO. Ako katika Ministry ya Interior. Kazi yake yeye, ikifika Ijumaa, ikifika kuna matanga, ikifika kuna vifo ama kuna kitu chochote kimetendeka kule mazishi, kule nyumbani kule Nyanza, particularly Nyanza region. Na sijui ni kwa sababu gani yeye amechukua ile area ya Nyanza. Nafikiria akifanya namna hiyo ataweza kupunguza umaarufu wa baba katika ile eneo la Nyanza. Lakini tunamwambia haitawezekana ashindwe, kwa sababu yeye ana uwezo wa kuchukua chakula. Kila weekend anachukua chakula, anahama nacho, anaenda nacho huko Nyanza. Anaenda kwa mazishi kupeana, anaenda sijui kwa wapi anapeana, ili kujaribu kutongoza watu watoke katika ODM waende kile chama kingine. Sisi tumesema tumekataa, na hiyo ni kwamba huyo anakiuka zile sheria. Si haki kwa mtu kama huyo ambaye ni PS, huyo Raymond OMOLLO, na akome, kwa sababu akifanya namna hiyo sisi tutamleta katika bunge la Senate na tutamjadili kama anafanya kitu cha kisawa sawa. Kwa hiyo nafikiria ndugu zangu, mimi nataka nibakishie hapo nikisema ya kwamba next message ni ya Rigiji, yule anaitwa deputy, yule deputy president. Kwanza lazima afanye heshima na Wakenya, kwa sababu ana tabia ya kusema ya kwamba Kenya ni kampuni. Hii Kenya ni kampuni? Kampuni ya nani? Kampuni ya nani? Sisi tunasema Kenya ni ya Wakenya wote. Hakuna Mkenya kubaguliwa ndani ya Kenya. Mambo ya kuambiwa ati tuko na shares, ukiwa huna share ati anachungulia, ukiwa kule anakuambia kuja hapa mbele, wewe uko hapa mbele huna shares za kutosha, anakuambia arudi huko nyuma. Hiyo tabia kama hiyo ambayo inaanzwa na mtu ambaye ni naibu wa rais haina maana na ni ukiukaji wa katiba. Tunaelewana? Kwa hiyo yeye akaa tukimwambia kitu kimoja, sisi kama ODM ni wana Kenya, sisi kama ODM ni watu tuko ndani ya Kenya, na tutatulia hapa na hatutakubali kubaguliwa hata kidogo. Mimi nataka kuchukua nafasi hii sasa nimuite huyu dadangu deputy governor wetu wa Kilifi, Chibule, njoo hapa tafadhali uweze kuongea na ndugu zako. Asanteni.